So kwa ufupi tulichapa hizo shughuli za wizi, bahati mzuri tukatoka na pesa. Sasa badala nifanye ni confuse kidogo. Umeyasema 2009 lakini ulikuja kushikwa lini sasa? Sasa nilifanya 2009 2010 nikashikwa sasa hiyo 2010. 2010 sasa. 2010 mwezi wa 6 kiwa Eldoret nikashikwa na robbery moja huko chase and arrest kubwa sana yenye makelani tulikuwa nao, wengine walikufa, wengine tukashikwa. So wengine waliwachiliwa, mimi nikafungwa kwa sababu mimi nilipatikana kile kisanduku kia pesa. Tulikuwa tushachapa muhindi pale Eldoret. So hiyo ndio ilinifanya paka nikafanya hiyo kesi, wengine wakaachiliwa na bahati mbaya mimi nikafanya nini? Nikahukumiwa kifo kwa sababu robbery with violence inafunganga death sentence. Wewe ulikuwa umeshakula hii sentence sasa ya kifo hii? Sasa nikapewa hiyo sentence ya kifo kwa sababu shahidi ilipatikana, niko na exhibit, ilikuwa chase and arrest. Wengine wenzangu wamekufa. Sasa wale wenye waliachiliwa ni wenye hawakupatikana na exhibit yoyote. So mimi kanishika. Na unajua robbery with violence judge anakuambianga ni death sentence. So akanihukumu kifo, akaniambia bila unapatikana hatia, unaiba mali ya foreigner kwanza kwa Kenya, kwa nchi yako, uko na makosa. Na nikahukumiwa kifo. Na nikaenda kuteseka ndani ya jela. Na sasa ndio ile ndoto yangu ya usanii ikakuwa imefanya nini? Imezikwa. So ulikuwa kwa jela gani hapa Kenya? Ni Kamiti, ni Naivasha? Nimezunguka jela zote. Ukishafungwa uchagui jela. Arocho anasema ukishafungwa mfungwa achagui jela. Sasa mimi venye nilifungiwa Eldoret within 1 week nilikuwa Naivasha maximum. Nikakaa mpaka 2014. Mambo ikatokea huko tena, tukapigwa transfer Kamiti, kaenda paka Manyani, nikarudishwa Kibosi Kodiaga Kisumu, nikatembea mpaka nikachanganyikiwa sasa uko wapi uweze jua. Saa hizi ukiniangalia unaona nimeanza kurudi rada kidogo. Bana. Sasa unaona meremeta namna hii. So nikikuuliza hapa hii sasa robbery ya pale Eldoret yenye sasa mmekuja mkashika muhindi. Uko na rough estimate ya kitu ulikuwa umebeba?